si ni nyumba ya kishua bana, lazima wavimbe huko Facebook. Wakati anaangalia picha Facebook, akaona picha za Lati na Fadea ise. Akaona hawa masela kumbe ameshatoboa maisha Sasa huko ofisini kuna kikao kizito kinafanyika. Mara kaja Athina. Nani kamwalika huyu? Nimemuita mimi. Athina akasema amemaliza kikao alichokuwa nakifanya na katibu mkuu. Shukrani zote ziende kwa Mr. Zuka ambaye amefanikisha hili. Athina akasema hatua za kujitoa kwenye hii kesi zimeanza kuchukuliwa rasmi. Na barua amekuja nayo hapa, kila mtu haamini. Serikali kilitaka eneo, lazima walichukue. Hawezi kujitoa kirahisi hivyo. Akasema ili hilo lifanyike, kuna watu wanahitajika. Wote tunajua haya mambo yanahitaji muda. Ni kweli, lakini sio kwenye taarifa za kugushi, hasa kwa mtu ambaye ana maovu mengi. Kiukweli sijakuelewa. Boss lady, umepigaje hapo? Hakuna kitu, lakini ana siri nyingi sana za maovu yake. Hawezi kukataa neno langu yule. Ni first punch, lazima akubali. Hiki kikamvutia sana hadi mama ise. Sasa walipofika nyumbani, mama akataka akutane na mjomba wake Athina. Lakini Athina aliwahi kusema kuwa mjomba wake haongei naye ise. Kimbembe kiko hapa sasa. Azuka akasema kama haongei na mjomba wake, basi huyo mjomba haina haja ya kuja hapa. Azuka, una matatizo ya akili au? Upo tayari kumwoa mwanamke ambaye hana ndugu anayeonekana? Alikuwa na wazazi, walifariki kwenye ajali. Unataka kusikia maana ngapi? Pale pale akaja Lati. Akasikia kuwa Jumamosi mama anataka mjomba wake Athina afike hapa. Lati akamletea hizi taarifa Fade. Kiukweli kabisa hawana mjomba yote yule. Pale pale Lati akapigiwa simu na namba ngeni. Mchizi akajitambulisha kama mtu wa delivery na nini, ameleta mzigo kwa ajili ya Moyo. Lati akasema hapa ni nyumbani kwa Moyo. Kasahau kabisa kama hapa mjini Athina hajulikani kwa jina la Moyo. Yaani hana wasiwasi kabisa. Lati akamletea taarifa Athina. Akasema kuna mtu kamletea mzigo wake. Athina akashangaa. Mzigo wake yeye? Anapigiwaje mpishi? Yeye ni nani? Athina akahisi pengine ni mpenzi wake, lakini ameamua kumsurprise. Inawezekana pia. Kumbe alikuwa ni Dogo ise, amekuja kumtembelea mpenzi wake. Athina alipotoka tu alishtuka kishenzi kumuona Dogo. Dogo anacholalamika ameachwa kwa sababu ya mwanaume mwingine. Athina alimuomba sana Dogo asipige kelele, lakini mchizi haelewi. Yani kama mbwai iwe mbwai tu. Mchizi hataki kuachana na Moyo wake kirahisi hivyo. La sivyo atapiga kelele kila mtu ajue. Lakini mwisho wa siku mchizi akawa amesepa. Huku kuna mchizi alikuwa anamtafuta sana Athina. Alikuwa anamuulizia kwa kila mtu. Athina akamfuata Lati. Akahisi pengine wametumwa ili wajue wapi anaishi, kisha wamtumia anwani Dogo. Lati akasema ajui chochote. Alipigiwa simu tu kuwa kuna mzigo wake nje, kisha kamletea taarifa kama hujatoa anwani yangu. Dogo amepajuaje hapa? Lati akashtuka. Niliwaambia chukueni vitu vyenu muondoke. Mkagoma. Mmeanza kuniharibia sasa Haya, Dogo ameshapajua hapa. Sasa mtu anayemtafuta Athina akatoa taarifa kwa bosi wake. Akasema ni mtu yule yule. Hata hivyo wamefanikiwa kupata picha zake za zamani sana za Facebook. Bosi akamtaka atafute zaidi taarifa zake. Sasa huyu ametumwa na nani? Tutajua huko mbele mtu wangu. Tuendelee kuenjoy hili sinema. Usiku wa leo Athina alikuwa anapigiwa simu sana na Dogo, lakini hapokei. Mchizi kabidi atume message sasa. Ilikuwa inasema hivi, njoo nje, la sivyo nitagonga geti hadi utakapotoka. Athina kuwa na namna tena, ikabidi atoke tu, maana akigonga tu mchizi hili geti, mchongo wote utashtukiwa. Sasa Lati akaja kumgongea mlinzi. Akamwambia amedondosha simu yake kwenye swimming pool. Kwa hiyo akamtoa ili aende kumsaidia kuitafuta. Lengo la Lati kumtoa hapa mlinzi ni Athina apite aende akaongee na Dogo. Kweli bana, Athina akatoka nje ili akaonane na Dogo. Alipofika tu nje akaanza kulalamika. Inakuwaje usiku wote unakuja hapa? Huku Lati akamsukumizia kwenye maji mlinzi. Lengo asitoke hadi Athina arudi ndani. Lakini kama haitoshi akamtafutia na boya kabisa ili imsaidie